Hapa ndo episode 1 ilipoishia, so kama kutazama link iko hapo kwa comment section, utaingia utaview na utaelewa zaidi. So movie linaanza. Hii akasema greenish tomato sauce. Ndo nini hivyo? Ndo mumba pale kamshika mkono. Hapana si hivyo. Asa pale ndo maswali yakaanza. Haya, nataka nikuulize, vile umesema kuwa babako alikuwa ni diplomasia. Vipi? Wewe umezunguka kwenye country kama gani? Na tunavyojua Latifa hakuna country yote ambayo amezunguka kabidi adangani. Mimi nimeenda Tokyo, Japan, Milan, Rome. Yaani nimezunguka country nyingi sana, Amerika. Okay, na hiyo biashara yako ni vitu gani ambavyo umeachieve mpaka sasa ambavyo unaweza jivunia na biashara yako? Mbona ukasema sasa hii imekupeleka mahali fulani? Tafadhali maswali yote ya nini? Yaani mwamba aliona mamake wao bana anataka kuchoma bana. Maana mama alikuwa amezidi bana maswali kupindukia. Akijaribu kujitetea hili, anauliza hili. Akijitetea hili, anauliza hili. Lakini Latifa alijitahidi kuyakopa na huku mwamba akimsaidia bana. Akamwambia mama bana utamuuliza maswali mengine baadaye. Sasa ni time ya kula sasa. Mbona unamuuliza maswali mengi hivyo jamani? Please muache. Sisi nataka kujua. Sisi tukakuwa tuna invite mkora hapa kwenye nyumba yetu. Mwisho wa siku wewe ndio ukaumia hapa. Hakuna kitu kama hicho. Latifa ni mtu mzuri na hakuna ukora wote ambao anajua. Sawa, wewe muamini. Ndio mama, mimi siko mkora, mimi ni mtu mwema. Unaonekana hivyo. Mambo mengi pale waliongea ile day. Huku mama bado akizidi kuuliza maswali. Yaani alikuwa anamshuku vibaya huyu Latifa na damili zake alikuwa simdangani. Maana Latifa tunajua mimi na wewe kabisa Latifa ni mkora. Na amekuja hapa kwa familia ili amtapeli huyu mwamba. Na mwamba ndo akadichanganya akafall in love naye. Yaani amempenda kinoma. Hana power kabisa kama Mbosso, ameshia power kabisa. Baada ya soga kwa nyingi mwamba kaona huyu mama atachoma. Akamchukua Latifa akaondoka naye. Maana aliona huyu mamake usiku mwema. Likewise. Huku chumbani ndo mwamba akamfuata Latifa. Akamwomba msamaha kwa chenye kinitokea. Vile mamake amemtreti na kumuuliza maswali mengi. Tunatupoku mitaani ile habari kwa Latifa na mwamba wana date ikawa imesambaa sana. Mwamba kwa anasherekea bana. We made check mama Latifa sasa. Baada ya muda mama Latifa akampigia Latifa akamwambia, sikutarajia kama vitafikia huko. Yaani hadi umedate na mwamba. Sasa Latifa alikuwa elewa, akaingia kwenye Instagram kucheck hivi. Habari zimesapakaa vibaya sana. Akatafuta njia ambayo atafikisia mambo ili yasiyo makubwa. Sasa yule dada yake mwamba akamfuata Latifa. Ambia nikusaidie nini? Akamwambia mimi ni psychologist. Na dhamini zangu zinaniambia kuna kitu wakificha. So kwa makini sana usihati my brother. Usimuumize brother yangu. Latifa mambo shaanza kwa magumu. Kwa Latifa sasa akamfuata mamake mwamba. Akaenda muomba msamaha kwa vile alibia vijana. Akamwambia sikia nikwambie. Kwani umetokea wewe? Mimi kabla nifikie hapa nilikuwa huko. So ile mchezo ambao nataka kucheza naijua sana na naielewa vizuri sana. So cheza pande zako, nicheze pande zangu. My eyes on you na kucheki. Mambo yashakuwa mazito huko ba. Latifa atafanya nini huko? Huku tunatupa kwa ile sekretari wa mwamba akawa ndoka zake zoezi. Mara kuingia Instagram akaonelea habari ya mwamba na kwa Latifa vile imesambaa. Nini? Staruhusu ile litokee pumbavu. Tunatupa kwa Latifa akawa anapanga nguo zake ili aondoke. Mwamba kando amemletea chakula chumbani. Basi mimi nataka kwenda nyumbani, alafu kuna kitu nataka nikwambia. Hapana, mimi sitakuambia chochote. Najua nimechukua sehemu kubwa ya moyo wako. Na Latifa alikuwa anataka kumueleza ukweli vile kunaenda. Lakini ndio hivyo mwamba kumpatia nafasi na akamwomba Latifa kuwa andamane naye waende kwenye ukumbusho wa kifo cha babake. So please waandamane. Sasa Latifa kwa na jinsi ikabidi tu akubaliane na mwamba. Maana mwamba anamwambia after hapo nitakupeleka na gari paka kwenu nyumbani. Please so usinikatalie. Ikabidi bana kubaliana naye. After pale mwamba kadichenga ambaye jitayarishe. Huku
Queen Latifah akamfuata yule Shade dadake Mwamba, akamuuliza kila kitu chenye chaendelea kwa yes yule mtu amefanya kujifanisha ni hali ya maisha ndio imepelekea paka yeye akafanya hivyo vitu. Si mwanadada ambaye hana na mimi nilikusoma tena, lakini sawa, mimi nimekuelewa, mimi naelewa yani hizo situation, lakini hakuna shida. Lakini Queen Latifah akamwambia sawa, mimi najua wewe ni rahisi kunielewa, lakini vipi kuhusu kako sidhani kama atanielewa, na sijui kama akisikia habari sijui kama atanichukuliaje. Lakini mwanadada akamwambia usijali, mimi nitaongea naye ili mambo yawe sawa. Hadi Queen Latifah akatoka na machozi bana, akamfuata dadake Mwamba, wakakumbatiana pale, akasema kitu ambacho nafurahia kutoka kwako ni umeconvince ukweli, mimi napenda watu kama nini. Huku tunalipokuwa ile secretary akaangudia mtaani huko kwa kina Latifah, akaangudia pale yule Mwamba ambaye alikuwa anadodoza kwa Latifah, akamuuliza story kuhusu Latifah, ndio akamuelezea kila kitu tangu ni wadogo mpaka vile wamfikia, mpaka kazi ya Latifah inafanya kutapeli watu mpaka ndo anaishi na hiyo maisha hiyo. Akasema wewe nipeleke kwa mamake. Ambia kwa nini sikupeleke? Huku ndo kwa Latifah akiwa ameng'ara huku na Mwamba. Lade. Wow, my son. Yes, mimi uko tayari? Habari ya asubuhi mama. Hakujibu. Ni Mwamba kaona atakuwa mengi, akamchukua Latifah akajichenga. Huku mama akiwa bado anamshuku Latifah, najua huyu kuna kitu anataka kukifanya. Wakaandamana na Latifah paka kwenye kaburi la babake Mwamba. After kutoa zile rambirambi wakajichenga kwa kwenye gari. Latifah kila alipojaribu kumuelezea Mwamba ukweli, Mwamba alikuwa anakwepa tu, hataki ni kumsikiza. Mbona sitaki uniambie chochote, mimi nataka tuende mpaka kwenye sherehe itaishia. Sasa Latifah kaishwa pozi, akasema akawa bana ajui afanye nini, maana kila kijaribu kumuelezea kitu yani vile situations zinaenda mpaka ile mueleze ukweli, Mwamba alikuwa anakwepa. Sasa akakosa jinsi, so kabidi tu akubali andamana naye mpaka kwenye sherehe itaishia, maana nishazidi unga hapa, itabidi tu apike uji bana. Wakabidi wako kwenye safari pale, wakawa wanaongelea kuhusu ile story ya kwa Mwamba anafanya ile interview na ile kampuni kuhusu ile mikataba ambayo walikuwa wana train kutoka zile siku za nyuma. Mwamba akamwambia mimi najua nitashinda kwa na uwepo wako. Kwa sherehe wakawa wamefika, tunapata Ushade, mama na Lade wakawa ndo wamekaribia pia hapa. Mwanangu, yani sikuwa natarajia kama utafika, vile nilikuwa umenipinga. Mimi nimkude sababu ya Latifah. Wow, for the first time mama Latifah akatabasamu kwa ajili ya Latifah. Mbona sasa tuko mbele huko. Ile wakiwa wanatulia bana, wanacheza, lakini Latifah ni roho haimpatii. Wao wanajua hapa nishakokota dodo jangwani hapa kunyangishi. Huko akiwa anaendelea kucheza, Latifah bado akiforce kumwambia ukweli. Kuna Mwamba fulani akafika hapa, akamwambia kuna ngori please tupatane ndani. Kufika huko ndani, yule Manzi sasa, yule secretary wake akankuja ameleta ukweli wote ambao unamhusu Latifah. Tena amerekodi video yote kuhusu mama Latifah alipokuwa anaelezea bana. Yani ilikuwa aibu sana yani. Latifah aliaibika kinoma, lilimshuka yani hakuwa na jinsi, hakuwa na kitu chochote cha kufanya yani. Alitamani dunia ipasuka ingie ndani. Cheki Mwamba Lade sasa. Haamini kama Latifah anaweza kuwa mtu kama huyu yani. Anaweza fanya vitu kama hivi. Pesa nilikwambia kwa kila wakati usisikize wewe ni mkora, alafu ulikuwa unadifaa unataka unisikize. Umeona sasa? Mama Latifah sasa akashika tama ile mwangalia Latifah vizuri. Latifah hakuwa na jinsi. Huku Mwamba anafoka kwambia, "Nani Latifah unaweza kunifanya hivi? Vile nilikupatia moyo wangu." Latifah hakuwa na la kusema, akadichenga. Dadake Mwamba hakupendezwa na kile kitendo. Huu sasa snitch anaraha cheke, akawa anacheza, unajua kuisha. Bosi ni wangu. Akawa bado anacheza akaja dadake Mwamba akamwambia, "Ndani vile unafanya vile kakangu ndo atakuwa mtu wako. Siwezi kubali katoke kitu kama hicho. Mimi ninachojua ufi yangu ni Latifah, sio wewe pumbavu." Mwandada ni kuamini kama dadake Mwamba anaweza kumkataa kiasi kama hicho. Alimrushia matusi yangu honi bana. Furaha yote ikapotea. Sasa mimi nitafanyaje?
Huku sasa Latifa kafika nyumbani. Ukumwomba pia basi ndo ana stress kinoma. Mimi yani nilikuwa namkubali Latifa. Yani kama kitu kama kilikuwa kinaweza kujatokea huko mbeleni. Yani stress kinoma yani jamani akila iko sawa yani. Huko Latifa kama aliza siku ya pili hataki kula, kunywa maji, hatoki nje. Paka yule rafiki yake akaja. Sasa sister, kama utakula utakuwa hivyo. Ile ndoto ambayo ulisema utataka kutimiza, utatimizaje huko kitandani? Please, changamka naye. Latifa lakini ndio hivyo ameshiwa pawa. Yule dadake alimpa moyo bana mpaka angalau Latifa akaonekana kama anakadabasamu kiasi yani. Unaona? Ndio huyo ndo Latifa maana namjua. Sasa Latifa basi anakaa tu kitandani kama anaumwa. Mstaki wa hivyo. Ndo pale Latifa akachangamka akamkumbatia yule sistaki. Siku iliyofuata sasa Latifa kama amejikubali, ankubali yaliyopita si ndole. Tugange yajayo. Kama ile ilitokea bana, yote ni maisha tu, bado nitapambana. Ndo mamake akamwambia, "Na sasa hii nachotaka yani uishi real life. Sitaki maisha yako ya kuigiza. Sijui mara una magari afu magari ni kukodi ufanye ujinga. Mistaki." Ndo pale Latifa kajikubali. Huku tunapokuwa wale wamba ambao hawalipi kodi ndio kawa na shoot video yao. Latifa akapita hapa akawa anawapa company. Huku akapigiwa Latifa na sister yake Mwamba akimwomba Latifa kamsaidia Mwamba kwenye ile interview ambayo walikuwa wameanzisha kwa taifa na pamoja. Alimwomba sana maana kwambia bila wewe kakangu atafeli. Wale watu wa mikataba walipokuwa mfika, Mwamba anatakiwa aongee atoe point. Mwamba huyo hana pointi. Wakawa wanajaribu kuongea nao ili wawasikize kwa nini wanataka wasainishe ule mkataba. Na kila mtu akitoa pointi wapi hazingiliani kabisa. Kidogo ndo Latifa kafika bana. Muda umeisha sasa tuna time. So kama utaongea wewe ndio tunakusikiza sasa. So eyes on you, ears on you, everything on you. Kwa hivyo ongea vitu vya maana. Maana kila mtu ameambiwa kutoa point. Wamba wakaketi wamsikize sasa. Latifa ndo kaongea kuhusu ile story ya babake kuwa alivyokuwa ni amempa ahadi nyingi alafu hazikutimia sababu ya kifo chake. So akaelezea vile situations zilienda mpaka babake kwa amemwahidi atampeleka shule Marekani, atamuhusisha maisha mazuri, lakini haikutokea sababu ya babake alienda pata ajali. Akamwambia, "Hii nimeongea kwa sababu gani? Kila kitu ambacho huwa kinapangwa watu wanapanga kama bahati nasibu, maana hawajui kesho itakuwaje. Hata yule mtu ambaye ananunua bidhaa na kuzipeleka sokoni, anaenda sokoni na zile bidhaa zake, lakini hajui kama kuna mtu ambaye atanunua. Yeye anafanya kubahatisha." Alieleza vitu vingi ambavyo viliogusa mpaka wakampigia makofi bana. After pale Latifa huyo akajichanga mambo alikuwa bado anaongea na hao wadhamini. After maliza kuangalia hivi Latifa hayuko bana. Tunatubuku kwa kina Latifa, wazazi wa yule Mwamba, Shade wakondo wameenda kwa kina Latifa. Latifa alikuwa bado anafanya maombi, akasikia mara kelele za wanakijiji huko. Niwasaidie nini? Mwanzo nini kina nani? Pia mimi ndo ni mama Lade yule ambaye alikuwa na date na mtoto wako. Hapa mkudifadeni. Mwanzo mimi sitaki hizo story kabisa. Mmetaka mkude mshika mtoto wangu. Mtoto wangu aliacha nao mama. Hapana, hatujakuja kwa ajili hiyo. Sisi tunkude sababu mtoto wetu anataka kumwoa mtoto wako. Mama kuamini. Ndo pale yani dada Latifa pale akamkumbatia mama, wakaongea pale na wakaelewana. Huku tunampata Latifa akiwa ankujaambia maana alikuwa mpigiwa na Mwamba kwa kuna emergency. Kufika akamza, "Kuna nini? Usume nipigia simu kwa kuna emergency, kuna shida." Shida iko. "Shida gani? Usiniambie nikusaidie. Maana umenitishia wajua. Kuna mmiliki wa moyo wangu na alikuwa amewacha moyo wangu peke yake. Sasa nilikuwa ndani tu nitakufa." Mbona sikuelewi? Mwanzo kabla tujaendelea ningetaka uangalie pale juu kuna zawadi yako. Zawadi gani sasa? Hebu angalia. Kuangalia hivi akawa amechapishwa bango bana. Crown to
Queen Latifah, au sio? Hakuamini. Ile bado anashangaa. Kuangalia hivi, Mwamba kapiga goti chini na kumtola pete akampropose. Latifah nani akataa, na mwenyewe alikuwa amemkubali Mwamba. Kakubali pale, kana na busu bana. Kidogo wazungu wapunguze, lakini ilikuwa barabarani. Hapa ndo unakuwa mwisho wa unyama, na maana umejifunza kitu. Asante, naitwa Pon.